Amjambo ndugu zangu, kwa majina naitwa Adolphe, naishi hapa San Antonio, Texas. Siku ya leo sina mengi, ila nataka tuzungumze kidogo tu upande wa income tax. Na video hii itaongelea zaidi ya kwa nini ndugu zetu wa African tunadaiwa pesa sana. Yani tunafikia mpaka kulipa pesa kwa IRS. Kwa nini tunalipa pesa kwa IRS? Na leo sitapata muda wa kuongea sababu zote, lakini baadhi ambayo nimekuandalia yanaweza kukusaidia wewe ambaye unaijaza tax, pia itakusaidia wewe ambaye unaijaziwa tax. Kwa hiyo video hii itasaidia pande zote mbili, sawa? Na kama imetokea kuna sehemu ambayo hautanielewa au kuna sehemu ambayo nimeacha, ungependa maelezo zaidi, tafadhali nitaacha namba yangu ya simu hapa kwenye screen, utanipigia na nitajaribu kukusaidia sehemu yote ile. Haijalishi unaishi state gani. Niko Texas, kwa hiyo haijalishi unaishi state gani, naweza nikakusaidia kufuatana upande wa tax au kufuatana na video hii kama kuna sehemu ambayo hautanielewa zaidi. Sehemu ya kwanza ambayo tutazungumzia ni kufuatana kwa ndugu zetu wale ambao wanaopenda pesa nyingi, yani anapenda apate pesa nyingi kwenye income tax yake. Na tatizo hili linakuja kwa wale watu ambao wanapenda kujaribu taksi zao kwa watu mbalimbali. Unakuta anaenda kwa huyu nipimie, anaenda kwa huyu nipimie, anaenda kwa huyu nipimie. Hajui kama vile vitambulisho vya watoto pia na vitambulisho vyake anaviacha kwa watu tofauti tofauti. Hata jua nani ambaye atachukua kitambulisho cha mtoto fulani anakipeleka sehemu nyingine wanajaza huko. Kwa hiyo ndio maana unakuta mara nyingi ukienda sehemu fulani wanakuambia hii tax tayari imeshatumwa. Hii social security ya mtoto imeshatumwa. Ni kutokana sehemu ambazo ulipitia wa kuangalilie eti utapata ngapi. Haujue nani ambaye atachukua social security ya mtoto. Kwa hiyo tafadhali sana rizika na kila ambacho wanachokuambia. Tax ni moja tu. Hakuna mtu ambaye anaweza kupatia pesa tofauti na mtu mwingine. Eti ajaze kabisa kadiri na W2 yako, kadiri na vitu ambavyo unavyompatia vya watoto, vitu vyako vyote vile. Hakuna anayeweza kupatia pesa tofauti. Hakuna. Tax ni moja tu. Utofauti unakuja pale wanapotaka sasa kujazia vitu ambavyo wewe hauna navyo ili upate pesa nyingi. Hayo sio vitu vizuri, na hii tutaviongelea kwenye hii video. Kwa nini watu wanapenda pesa nyingi? Na hicho ndio unakuta kinachoingiza watu wengi kwenye matatizo. Kwa hiyo tafadhali kuwa na mtu mmoja ambaye anayekujazia tax. Itakuwa vizuri zaidi kuliko ile ya kwenda unaenda unapima watu. Sio vizuri kwa sababu hautajua nani ambaye atakuzunguka anachukua social security ya mtoto anajaza. Sawa? Kwa hiyo kuwa na mtu mmoja kila mwaka, anayekujazia tax yako ya familia. Itakusaidia zaidi. Tunaelekea tatizo ya kwanza ambayo inasababisha tulipe pesa kwa IRS. Tatizo ya kwanza inasababisha ni unakuta watu tunatumika pesa nyingi sana. Kuna wale ambao wanatumikia pesa nyingi sana. Watu ambao wanatumikia pesa nyingi sana inafikia mpaka wanalipa IRS pesa mwisho wa mwaka. Ni kama vile kwa sababu hawana watoto, hawakuonesha vigezo vya kutosha ya kusema eti nimegharimu hiki. So hawa watu wanalipa pesa kwa IRS. Ndio maana unakuta wa Amerika wanalipa pesa kwa IRS kwa sababu wanatengeneza pesa nyingi sana kupita kile kiwango ambacho wanachostahili kutengeneza pesa. Kwa hiyo watu kama hao ambao wako na mabusiness, wanatengeneza. Hata sisi watu ambao tunatumikia kwenye company, kutumikia pesa nyingi kwenye company, maelfu 70, 80, kuna ambao wanafikia 100 sasa hivi.
hizo ni pesa nyingi sana za kuapply tax, lazima tu ulipe IRS. Kitu kingine ambacho kinachosababisha watu kufikia kulipa pesa kwa IRS ni pale unakuta watu wanapenda kupata vitu vingi sana. Naona anataka kupata pesa nyingi. Anapotaka kupata pesa nyingi, wanamwambia hii W2 yako inatoka na 8,000 pamoja na watoto wako. Yeye anakataa, anabisha. Hapana, nilitumika sana mimi. Angalia hivi na hivi, walinikata hivi. Sasa mama, hii tax yako na W2 ni 8,000. Yeye anabisha. Sasa nikitaka mimi nikupatie 10,000, nina uwezo kukupatia 10,000. Nikitaka nikupatia 12,000, nina uwezo mimi wa kukujezea tax na kupata 12,000. Kwa nini? Hapo tunaita nini? Nitakufungulia kitu ambacho kinaitwa Schedule C. Schedule C kwenye taxi ni sehemu ile ambayo watu wanatia vitu ambavyo wewe hauna. Endapo uko navyo, lakini lazima uwe na proof, uwe na vigezo vya kuonesha hiki kitu niko nacho. Kama kwa mfano huko na business, nitatia kwenye taxi yako eti mtu yuko na business, sijui African market, lazima nitie pale. Sasa wewe hauna ile African market, nataka nikutilie nao kwenye taxi yako ili upate pesa nyingi. Si unataka 12,000, nitakupatia nayo. Lakini hapo sasa hizo pesa utazipata na zikatoka. Bahati mbaya IRS kuombe ile karatasi ya kuonesha Mwajuma, sijue Asumaili, sijue Ramazani, kwenye taxi yako umesema eti uko na business fulani, tunaomba makaratasi. Hayo makaratasi utayatosha wapi? Hayo makaratasi ya business utayatosha wapi? Kwenye taxi yako umesema wewe ni mwanafunzi, hiyo tunaita form 8863 education credit. Kwenye taxi yako umesema uko na education credit, wewe ni mwanafunzi. Wanafunzi wote ambao wako majuu, sijui ma university, college, wanapata zile student credit za kutia kwenye taxi zao. Wewe hauko mwanafunzi, hauna ile karatasi ya mwanafunzi, unataka nikutie wewe ni mwanafunzi. Kwa sababu nikukutia wewe ni mwanafunzi itaongeza kidogo ya pesa zako. Sasa je, IRS ikirudia kwenye file yako, ikifikia ile sehemu ya makaribisho, kwa sababu IRS inakuaga kama vile miaka 3, lazima wanakuaga wanakagua zile file. Unaweza ukapata pesa mwaka huu vizuri tu, lakini baada ya miaka 2 mbele wanakutumia barua. Wanasema mwaka fulani uliapply, wewe ni mwanafunzi, tunahitaji barua fulani. Wewe ulisema hivi, tunahitaji barua fulani. Sasa vitu kama hivyo unakuta hauna. Sasa unataka pesa nyingi, nina uwezo kukupatia pesa zote zile ambazo unazozitaka kwenye taxi. Nikifungua hii Schedule C, nikifungua Schedule CE, SE, nikifungua Schedule A. Vitu kama hivi vyote vinaweza vikasababisha mimi nikupatia pesa nyingi. Kwa hiyo wewe unaijaziwa pesa income tax, uwe makini. Tax yangu na inajaziwa je? Umejaza kabisa kadiri na inavyopatia vitu vyangu, au kuna vitu umeongeza? Kwa sababu ikiwa umeongeza vitu, wewe unataka pesa nyingi. Si unataka 10,000, nitakupatia 10,000. Je, unajua nimejaza nini ili upate ile 10,000? Umejiuliza kwa nini umeenda kwa huyu amekwambia 8,000? Umejiuliza kwa nini umeenda hii kwa huyu amekwambia 9,000? Umejiuliza kwa nini nimeenda kwa huyu ananiambia 10,000? Kwa nini hauoni utofauti? Kwa sababu nina uwezo kukupatia hata 15,000, lakini umejua nini nimefanya kwenye tax yako mpaka zile 15,000 zitoke? Hautajua. Hiyo ni siri yangu. Mimi ninachotaka wewe ujaze kwangu tu basi. Mradi umeisha. Ujaze kwangu. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapojaza tax, na tuwe makini sana tunapojaziana tax. Tusiingize watu community yetu kwenye matatizo ya kufikia mpaka kulipa IRS. Kitu kingine ambacho kitasababisha ufikie mpaka kulipa IRS, inaweza ikajitokea pale umetumikia
pesa nyingi, kama vile umetumika sehemu tofauti tofauti kama vile 3, 4, umekusanya zile W2 zote, umesema hapana, mimi nataka niache W2 moja au mbili nyuma, ili kwa sababu ukijaza W2 kidogo utakuwa na pesa nzuri. Ukizichanga zote kwa pamoja pesa zitashuka. Wengine wanaacha W2. Hiyo sio vizuri. IRS iko na document ya kila W2 yako. Kila hizo W2 ambazo unazipata kutoka makampuni, kutoka mailbox nini, IRS tayari wanazo kule. Wako na kila kitu. Wanajua wapi ulipotumikia, wapi ulipotumikia. Kwa hiyo wewe ukifikia muda kama vile umekosa W2 ya kazi fulani, kuna namba ya kupigia IRS moja kwa moja. Unapigia IRS unamwambia mimi kuna W2 fulani nimekosa kutoka kwenye kampuni fulani. Watakutumia, watakupa fomu ya kujaza pale, watakwambia usijali, tuko na W2. Wako na kila kitu kule tayari. Kwa hiyo usizumbuke eti mimi nasubiria kampuni sijapata W2 au jaza tu hivyo. Hapana, sio vizuri kuacha W2 nyuma. Hiyo ni matatizo, kwa sababu wengi wanadaiwa pesa kwa sababu ya kuacha W2 nyuma. Wengi wanafikia kudaiwa pesa kwa sababu wanajaza taxi hata kabla hawajapata W2 zao zote ambazo kutoka kwenye kazi ambazo walizotumikia. Kwa hiyo jaza W2 zako zote za kampuni ambazo ulizozitumikia, kwa sababu IRS iko na kila kitu, iko na W2 zote zako, iko nazo. Kwa hiyo ukiwa na 5, wakiona kwenye taksi yako kuko 3, wanajua tayari huyu mtu ameacha W2 2. Kwa nini? Wanajiuliza kwa nini? Wanajua kwa nini. Kwa sababu ungezichanga zote kwa pamoja ungepata 7,000, lakini umetoa 2 umepata 8,000. Kwa hiyo huyu mtu tayari iko fraud. Sio vizuri. Kwa hiyo inaingiza sana community yetu kudaiwa na IRS. Kitu kingine ambacho kitakusababishia kudaiwa na IRS ni pale watu, sio vibaya lakini tunasema kwa sababu inajitokeza mara kwa mara, watu wanajaza watoto ambao sio wa kwao. Unakuta mimi nikijaza mtoto ambao sio wa kwangu, ninasema huyu mtoto ni Mwipwa, sawa? So lazima niwe naishi na ule mtoto kwenye nyumba. Nikisema huyu mtoto ni wangu, lazima niwe naishi naye. Nikisema huyu ni dada yangu, lazima niwe naishi na dada yangu. Nikisema huyu ni kaka yangu, nikisema huyu ni mdogo yangu, lazima niwe naishi naye. Kwa hiyo ukiwa unajaza mtoto ambayo wewe auishi naye kwenye nyumba, inakuwa inajitokeza mara IRS. Unajua watu wako kwenye program nyingi. Mtu ambaye anaikagua kesi yako akisema huyu mtu subiri tu ni muombe anitumie a leasing document, anitumie rental document, yani ile lease ya nyumba ya kuonesha kabisa kama huyu mtu wanaishi pamoja na huyu mtoto. Kwa hiyo kuko taxi zingine IRS inaomba vitambulisho vya mtoto. Au Kashindi, umesema huyu Rashidi unaishi naye, tafadhali tutumie lease ya nyumba ya kuonesha unaishi naye. Kwa hiyo unakuta watu wengi hizo document hawana. Wanasema tutumie basi kitu chochote kile, unakuta hauna ni medical record, hauna school record, hauna vitambulisho vya shule, yani vya kuonesha ule mtoto unaishi naye hauna. Sasa sio vibaya, lakini tunaweza tukasema sio vizuri kujaza mtoto sio wa kwako, kwa sababu muda wote ule IRS inaweza ikajitokeza inakudai document za mtoto, inakuta hauna hata document moja ya mtoto. Hapo taksi yako imeingia kwenye matatizo. Ukicheza wakiangalia kiundani zaidi, unapata fine na kupiga penalty kwa sababu ulidanganya serikali, kwa sababu unapaswa ujaze mtoto ambaye unamgharamia sijue vitu vya masomo, unampeleka kwenye appointment zake za hospitali, au unampeleka shule, vitu kama hivyo, yani unaishi naye. Sio wewe uko tu inafikia muda wa taxi unataka ujaze mtoto, hapana, sio vizuri. Kwa hiyo naweza nikasema hizo ni sababu ambazo zinaweza zikasababisha
wewe kudaiwa na IRS usipotekeleza hizo sababu, unaweza ukafikia kulipa IRS pesa kutokana na kosa lolote lile ambalo unalolifanya. Kwa hiyo tuweni makini sana tunapojaza tax, na tax ni moja tu, faili ni moja tu. Hakuna mtu ambaye anaweza kupatia pesa tofauti, hakuna. Vinginevyo tu aingie kwenye tax yako akujazie vya kukujazia, ili ile 12,000 ambayo unasema eti nataka nipate 12,000 uipate. Niko na ujuzi huo wa kupatia 12,000 wakati uko na 7,000. Lakini unapaswa ujue kama ni mimi ninayekujazia, ninapaswa nikuambie tu nimefanya hivi kwenye tax yako. Je, huko tayari kwa matokeo yoyote yale? Unapaswa uniambie, nikuambie tax yako imetoka 7,000. Unasema unataka 10,000. Nitafanya nina video mimi upate 10,000, lakini uko tayari kwa matatizo yote yale itiliza. Chochote kile ambacho kitakachojitokeza huko mbele, uko tayari? Ndio, niko tayari. Useme ndio. Kwa sababu baada ya miaka 2 au mwaka mmoja, baada ya miezi, IRS kutumia barua eti unadaiwa hivi, au tupatie proof ya kitu ambacho tumesema uko nacho kwenye tax yako, hauna, tayari hapo umeingia kwenye matatizo. Ukinipigia simu mimi niliyokujazia sipokee, kwa sababu nilijua nini nilichokifanya kwenye tax yako. Na nipigia simu sipokee, nilijua nini nilichokifanya kwenye tax yako. Huyo mtu anaweza nitafuta, inawezekana amepata barua. Huyo mtu anaweza nitafuta, inawezekana tax yake imekwama sehemu fulani, kwa sababu nilijua kwa nini tax yako imekwama, lakini sitawezi nikwambia. Lakini tuwe waaminifu sisi ambao tunaijaza tax, tuwe waaminifu kwa watu ambao wanakuja kwetu tuwajaze tax. Tuwaambie tax yako ni 7,000, lakini nimefanya vitu vingine humu 1, 2, 3 ili upate hiyo 11,000 au hiyo 10,000, ili ajue. Kwa sababu inapotokea anadaiwa na IRS, anapaswa ajue nini alichokifanya kwenye tax yake. Mwambie umeacha W2 2, ungejaza zote ungepata hivi, lakini umeacha hizi 2, lakini IRS ikirudia kwenye faili yako utadaiwa pesa kwenye hii tax, kwa sababu ungefile tax W2 zote 2 au zote 5 au 4 ungepata pesa hizi, lakini tumetia 2 ndio maana umepata hizi. Kwa hiyo tuwe wazi tunapojaza tax zetu, tuwe waaminifu, kwa sababu tusiendekeze kuingiza jamii kwenye matatizo ya kulipa IRS pesa. Kwa hiyo rizika, kama ni wewe unajaziwa, tafadhali rizika na ule mtu wa kwanza anayekwambia tax yako imetoka na 1000 kadhaa. Baki hapo hapo, usijaribu kwenda tena sehemu nyingine. Unapeleka vitambulisho vya watoto vibaya, sio vizuri. Watu ukifikia upande wa pesa, hakuna uaminifu kwenye pesa. Kwa hiyo haujue nani ambaye atakuzunguka, anachukua social security ya mtoto anaitembeza vibaya. Kwa hiyo sio vizuri kwenda unahulizia sehemu tofauti. Kwa hiyo wacha tuishie hapo kwenye video hii. Tutazidi kuwasiliana kama hivi nilivyosema awali. Kama kuna sehemu hujanielewa vizuri, nimeongea mbio kwa sababu video sio ndefu. Kama kuna sehemu hujaelewa vizuri, tafadhali nipigie simu, nitaacha namba yangu ya simu. Na pia video yetu ya pili tutaenda kuitoa, itahusiana tena na mambo ya tax. Nitatoa video yetu ya pili, itakuwa episode number 2. Nimeficha title, imekuwa kwanza kimya, lakini endelea kunifuatilia kwenye social media zangu ili uendelee kupata taarifa ambazo zitakusaidia wewe na familia yako. Tuko pamoja na Mwenyezi Mungu akubariki.